mashujaa dunia wapo wengi, hata wewe ni shujaa. Lakini si rahisi kama ninavyotaka eleza, si rahisi kama ninavyotaka kuimba. Ni mengi umepitia, maneno mengi wamekusema. Ni mengi umepitia, maneno mengi wamekusema. Wengine walikunenea mabaya, na wengine walikutabiria nasibu. Ngoja tuone kama ataishi, ngoja tuone kama ataweza. Maneno walokusema yalikuumiza, tena maneno walokusema yalikusononesha. Ulilia ukamwachia Mungu ulioboreza, ukalia na Mungu. Amini yote hayo umeyavuka, wewe ni mshindi, shujaa. Wewe ni mshindi, shujaa. Na tena Nenda mambo nyingine, mtetezi wako yupo hai. Nenda mambo nyingine, nakutabiria kuinuliwa. usiogope. Nenda mambo nyingine, Nenda mtetezi wako nenda Nenda mambo nyingine, nakutabiria kuinuliwa. usiogope. Kama vile kwa Meshaki, Shadraka na wenzake waliwasema maneno, wakapanga kuwaua. Walipowatupa kwenye moto, hawakuamini macho yao, walikodoa. Bwana unastahili peke yako. Mwazimishe Yesu, mwambie Bwana natamani kukutana na wewe. Mwambie Bwana natamani kuguswa na wewe asubuhi na mchana wa leo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, oh, mbinguni kuna wengi
Ninamshukuru Mungu kwa wakati huu tunapoenda kulipokea neno la Mungu la uzima. Kaa tayari. Mungu analo jambo, Mungu analo neno kwa ajili yako leo. Kaa tayari. Nataka tujifunze neno linalosema kuliamini neno la Mungu. Kuliamini neno. Kwa nini tunajifunza habari hizi? Kuna uwezekano wa mtu kuishi ndani ya kanisa bila kuamini neno la Mungu. Shida sana hiyo. Tunatakiwa tuishi kwa kuliamini neno la Mungu. Tuishi kwa kuliamini neno la Mungu. Naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 14 hadi 17. Yohana mtakatifu sura, naomba maiki nyingine iwepo huku kwa ajili ya kusaidia kusoma. Yohana sura ya 17 mstari wa 14. Yohana 17 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, enda mpaka 17. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli.
kurudi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haya yalikuwa ni maombi ya Yesu alipokuwa anamaliza wakati wake wa duniani hapa. Yesu anasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu alikuwa anaongea, anamwambia Baba, akiwaombea wanafunzi, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Yesu anasema hivi, siombi uwatoe katika ulimwengu, ila uwalinde na yule mwovu. Duniani hapa yupo mwovu, na Yesu alituombea tulindwe na huyo. Bwana Yesu atusaidie sana, tulindwe na huyo mwovu. Yesu anasema neno lako ndiyo kweli. Ndio maana leo nimetangaza ujumbe leo, tunajifunza habari zinazohusu kuliamini neno. Neno la Mungu ni kweli. Humu ndani hakuna uongo. Kwa maana hiyo linapokuelekeza unapaswa kuliamini lilivyo. Bwana Yesu alisaidie sana. Kama kuna wakati maandiko fulani hapa wao hutaki kuamini, na kuamini huwa kunadhihirishwa na yale unayoyatenda baada ya kulisikia neno. Unaposikia neno la Mungu linakwambia fanya hivi, alafu unafanya, inaonyesha unaliamini hilo neno. Lakini kuna wakati mtu anaweza kuwa anasema ninaamini, lakini hatendi kama neno linavyomwelekeza. Yesu anasema siombi uwahamishe katika ulimwengu huu, naomba uwalinde na yule mwovu. Neno lako ndio kweli. Hili neno limehakikishwa. Ikikwambia kwa namna yoyote fanya hivi, fanya hivi, na lina maagizo ya aina mbili. Lina maagizo la kuambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kuna aina nyingine ya kuambia usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Tunatakiwa kuliamini. Ukishindana nalo unashindana na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo neno la Mungu ni kweli. Yawezekana umelihubiri, yawezekana umehubiriwa, umesikia wahubiri. Siongelei habari za wahubiri waongo wanaolipotosha neno. Neno la Mungu la kweli linapaswa kuaminiwa. Wapo wahubiri kweli wanaweza kusema neno la Mungu, sikia neno la Mungu, lakini ukisikia humo ndani kuna vitu, kuna nyongeza, kuna vitu ambavyo havitokani na neno la Mungu. Mimi siongelee hao, ninaongelea neno la Mungu lenyewe. Ni kweli. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Neno la Mungu ni kweli. Leo kuna wahubiri wanalichanganya hili neno, linakuwa ni kama lina uongo fulani. Huo ni uongo wao. Neno la Mungu linabaki kuwa kweli. Pigie Bwana Yesu makofi tena na vigelegele. Na tunalihubiri kwa ujasiri, maana ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa kuliamini. Sasa kuna shida kama utakuwa unaishi ndani ya kanisa huamini neno. Utachelewa kufika mahali unakotaka kufika. Utachelewa mahali unakotaka kufika. Maana baraka zetu zinatokea kwenye neno la Mungu. Nitajaribu kuonyesha aina mbili za watu ndani ya kanisa. Kuna wapo wanaishi ndani ya makanisa, ndani ya kanisa wanaamini. Kuna wapo wasioamini pia. Na hao katika hao wasioamini bado wanasema Mungu nisaidie, Baba nifanyie hiki, Baba nifanyie hiki. Wanadai kufika mahali fulani, lakini mara nyingi huwa hawafiki kama hawaishi katika neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu tuangalie baadhi yao wachache ambao waliila kuliamini neno la Mungu. Wapo kwenye Agano la Kale na hata Agano Jipya walikuwepo. Hebu nifungulie katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 1 na wa 2. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 1 na wa 2. Pata nisomee haraka. Tasoma. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana.
Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria. Mstari wa 2, basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Hapa ni kipindi Israeli imezingirwa na mfalme wa Sham. Beni-Hadadi mfalme wa Sham amewazingira. Biblia inasema katika mji wa Samaria, ngoja nielezee kidogo hapo. Tunaposema Samaria, imetajwa hapo, Samaria ni ufalme ambao ulikuwa kaskazini mwa Israeli baada ya ufalme kugawanyika falme mbili. Falme mbili zilipogawanyika, kulikuwa na ufalme unaitwa ufalme wa Israeli ambao makao makuu yalikuwa Samaria, na kulikuwepo na ufalme wa kusini ambao ulikuwa unaitwa ufalme wa Yuda, makao makuu yalikuwa Yerusalemu. Tunaposema Samaria hapa, langoni pa Samaria, kwa maana yake ni ufalme wa kaskazini. Tunajua Israeli baada ya kupata wafalme, falme wa kwanza Sauli, falme wa pili Daudi, falme wa tatu Suleimani mwana wa Daudi, falme ulikuja kugawanyika falme mbili. Kuna wafalme wa kusini wako 19, kuna wafalme wa kaskazini wako 19 pia. Mfalme anaohusishwa na habari hizi ni mfalme wa kaskazini, maana yake kwenye mji mkuu wa Samaria. Kuna wakati walikuwa na maadui ambao ni wa Sham, waliuzingira huo mji wa Sham. Maaskari wa Beni-Hadadi walipouzingira, Waisraeli wakawa wamejifungia ndani ya mji wa Samaria, wakafunga mageti, wakawa na weka ulinzi. Askari wa Beni-Hadadi mfalme wa Sham akaweka kambi mahali pale nje ya mji wa Samaria. Biblia inasema kulikuwepo na wenye ukoma 4 waliokuwa wametengwa nje ya mji, walikuwa wanakaa nje ya mji wa Samaria. Hao walikuwa nje, kule nje wametengwa kwa sababu wasiambukize magonjwa ya ukoma, maana ukoma ni kitu hatari. Biblia inasema walipokuwa wamejifungia ndani, njaa ilikuwa kubwa mno ndani, maana hawalimi, hawatoki kutoa mifugo yao, hawaendi mashambani, hawajitafutii. Biblia haijasema kwamba mfalme Beni-Hadadi na majeshi yake walihusuru mji huo wa Samaria kwa muda gani. Kama ni mwaka, sisi hatujui, Biblia haijasema, tunanyamaza. Kama ni muda gani haisemi, lakini Biblia inasema njaa ikawa kubwa huko. Some rudi nyuma kidogo uione njaa hiyo haikuwa ya kawaida. Haikuwa njaa ya kawaida. Sura ya 6 rudi nyuma mstari wa 24. Tutaiona hiyo njaa ilikuwa ni kubwa mno katika mji wa Samaria. Mstari wa 24 sura ya 6, neno la Mungu linasema, ikawa baada ya hayo Beni-Hadadi mfalme wa Sham akakusanya majeshi yake yote, akakwea akauhusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Endelea. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake.
Ikawa mfalme aliposikia maneno ya huyo mwanamke, aliyararua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa inaonyesha njaa ilivyokuwa kubwa baada ya mfalme Ben-Hadadi na majeshi yake kuhusuru Samaria. Ameuzingira, wako ndani, njaa ikawa kubwa huko, mpaka wanauza vichwa vya punda, wanakatakata vipande, wanauza kwa vipande vya fedha. Biblia inasema vipande viko vingapi hapo? 80. Sio vipande vya sendi hivi, ni vipande vya fedha, madini ya fedha. Ulikuwepo, hakuna shilingi kipindi hicho. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanakula. Wayahudi walikuwa wana mfumo fulani wa kuona vitu fulani ni najisi, lakini wakati huo walikula vichwa vya punda, mizoga ya punda, wanakata vipande vya vichwa vya punda, wanakula. Haikutosha, haikuwaletea utimilifu wa haja yao ya njaa. Baadaye wakaanza kutafuta kwenye viota vya njiwa, wanaokota mavi ya njiwa. Ilikuwa sio njaa ya kawaida hii, wanaokota. Biblia haisemi walikuwa wanatengeneza ugali au walikuwa wanatengeneza uji, lakini Biblia inasema wanachukua mavi ya njiwa, wanaenda kula, wanajipanga kununua. Tena sio wananunua kwa vibaba. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio hivyo tu, njaa ilikuwa kubwa. Wanawake wawili wanapatana, wanaambiana, mtoe mtoto wako leo tumle, kesho tutakula wa kwangu. Ilikuwa njaa ya kawaida hii? Ilikuwa njaa ya kawaida? Njaa nzito. Na wakakubali. Mwanamke wa kwanza akatoa mtoto wake, wakamla. Biblia inasema wakamtokosa, yaani kumchemsha kwenye maji. Sijui alikunywa na supu, wakala na nyama, sisi walimla. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia haionyeshi walimuua uaji, walimchinja, walimpiga rungu au walinyonga, hatujui, lakini walimla kwa kumchemsha supu. Bwana Yesu atusaidie sana. Njaa ikawa kubwa. Falme wa Israeli, falme Samaria, akawa amesikia habari hizo. Kesho yake mwanamke yule aliyokula mtoto wake akaondoka kumwendea mwenzake, mtoe na wakoko, maana tulikula wakongu jana, tule na wakwako. Yule mama akawa ni mjanja, akamficha mtoto wake. Alipomficha, Biblia inasema yule mwanamke akawa analia, akamwona mfalme akiwa anatembea juu ya ukuta wa Samaria. Yule mwanamke akawa analia, "Mfalme, nisaidie, nisaidie, nisaidie." Mfalme akafikiri huyu mama anahitaji labda ngano, unga, divai. Akamwambia, "Bwana asipokusaidia, nikusaidieje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni?" Anaposema ya sakafuni anaongelea mambo ya nafaka. Anaposema shinikizoni anaongelea mambo ya divai. Bwana asipokusaidia mimi nikusaidieje? Yeye hakujua, akifikiri mwanamke anahitaji unga, anahitaji labda divai, akafikiria anahitaji vitu kama hivyo. Kumbe huyu mwanamke alikuwa na dai la kuomba yule mwanamke akubali wakale mtoto mwingine wa pili. Kwa ni shida. Mfalme akamwambia, "Unasemaje? Una nini?" Mwanamke akasema, mwanamke huyu aliniambia nitumle mtoto wangu jana, leo nimemwambia mtoe mtoto wake, amekataa, amemficha. Mfalme alipoona hivyo akararua mavazi yake, maana hakuwa na jibu la watu wake, ilikuwa ni njaa kali. Njia iliyopo ambayo alitengeneza njia hii, akamwambia jemedari wake, "Nenda kwa Elisha mwana wa Shafati, maana huyu ndiye aliyetutabiria mambo mabaya, kamkamate tupate kumuua, tupate kumhukumu." Alipokuwa anaondoka yule jemedari, Mungu akampa Elisha, nabii Elisha, taarifa, kuna mwana wa muuaji anakuja kukukamata, lakini atakapokuja mwambie neno la Bwana. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Alipokuwa anaenda, anasogea, anakaribia Elisha. Alipofika kwa Elisha, Biblia inaniambia Elisha alikuwa amejenga nyumba yake kwenye kilima cha Dothani. Alipofika akagonga pale, kabla ya kufunguliwa akaambiwa, "Sikia neno la Bwana, kesho panapo
saa hii unga mzuri utauzwa langoni pa Samaria. Kipimo cha unga kitauzwa langoni pa Samaria kwa shekeli kesho. Kumbuka lango lenyewe limefungwa. Kumbuka lango lenyewe limefungwa muda mrefu. Hakuna, watu wamekula vichwa vya punda, watu wamekula maji ya njiwa, watu wamekula na watoto wao. Kwani shida ilikuwa ni kazi kuliamini hilo neno la Elisha. Nataka nikuambie leo, kuna wakati unapita kwenye changamoto fulani zimekuwa ni kubwa. Unapolisoma neno la Mungu au unapohubiriwa neno la Mungu, unaona hii haiwezekani kama huyu jemedari. Sana leo nataka kukuambia, neno la Mungu linapotuma kwako lina majibu yako, linaleta uponyaji wako, linaleta kuinuliwa kwako, linaleta baraka zako. Kazi yako ni kuliamini. Mpigie Bwana Yesu makofi tena na vigelegele. Kazi yako ni kuliamini neno. Shida ya huyu jemedari, akamwambia Elisha, hata kama Mungu angetengeneza madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Aliambiwa na Elisha, tazama utaona wakiwa wanakula, hautakula wewe. Hii ni shida ya Wakristo wanaokaa ndani ya makanisa, hawaamini neno la Mungu. Wataona mambo fulani yanatokea kwa wengine, kwao hayatokei. Shida ni kwa sababu hawaamini neno la Mungu. Taona Mungu anamuinua mwenzako, taona huduma ya fulani inainuliwa, inaenda viwango fulani, kwa sababu yeye analiamini ile. Inaposema kuliamini neno la Mungu, kwa maana yake kumwamini Mungu mwenyewe. Mabinti kanisani, kaeni kwa kuliamini neno. Vijana ndani ya kanisa, kaeni kwa kuliamini neno. Wamama, kaeni kwa kuliamini neno. Neno la Mungu ndilo lenye majibu yetu. Usipoliamini, kuna shida. Anapewa ujumbe mwingine wa neno la Mungu baada ya kutokuamini. Kwa sababu hukuamini, nakupa neno lingine, nalo ninatoka kwa Mungu pia. Utaona, lakini hutakula wewe. Tusiache Mungu atufikishe huko. Anahitaji kuaminiwa. Mungu anahitaji kuaminiwa kwa yale anayoyasema. Yote ambayo anayasoma Biblia, Mungu anakuambia fanya hivi mwanangu, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye. Linabaki ni la kuaminiwa. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu tumwangalie na Daudi katika kitabu cha Samueli wa pili 6 mstari wa kwanza hadi wa 11. Hapa niko kwenye kipengele wakati mtu anapokuwa kwenye shida. Nimeongelea kwenye kipengele hicho kilichopita, wakati mtu anapokuwa kwenye shida huwa ni vigumu sana kuamini neno. Huyu jemedari na mfalme wa Samaria walipokuwa kwenye shida ya njaa na kuzingirwa, walipoletewa neno la Mungu, ilikuwa ni vigumu kwao kuliamini. Nataka kukuambia, hata kama unapita kwenye changamoto fulani, unakutana na mambo fulani magumu, ni mlima kwako, neno la Mungu linapoletwa linaweza kukuondoa mahali pale na kukuingiza mahali kwingine. Mambo nisome hapo. Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli, watu 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa naye mpaka Baala wa Yuda, ili kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina, naam, jina la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Abinadamu iliyoko kilimani, nao Uza na Ahio wana wa Abinadamu wakaliendesha lile gari jipya.
Wakalitoa katika nyumba ya Abinadamu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana, na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matoazi. Hata walipofika kwa uga ya Nakoni, Uza akalinyoshea mkono sanduku la Mungu, akalikamata, kwa maana wale ng'ombe walikungua. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale pale penye sanduku la Mungu. Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfurikia Uza, akapaita mahali pale Peresi Uza hata leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Hizi ni habari zingine za mfalme Daudi. Tunamuona yeye akiwa analijua neno la Mungu kabisa, na namna sanduku la agano lilivyokuwa linabebwa, anafanya kwa makusudi kabisa kukataa kulibeba. Kwa maana nyingine akakataa kuliamini neno la Mungu. Mungu alikuwa ametengeneza utaratibu wa ubebaji wa sanduku la agano. Linabebwa na makuhani wa kabila la Lawi wanne, wanalibeba likiwa katikati ya miti ya dhahabu, wanatembea taratibu wakiwa wanajua wamebeba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanamtumikia Mungu. Daudi hapa tunaona anatengeneza mazingira ya kulichukua tofauti. Biblia inasema akatengeneza gari jipya. Ndio mpango wa Mungu uko hivyo. Daudi anaacha kuliamini neno la Mungu linavyoagiza, anatengeneza mawazo yake, labda pengine anaweza kulichukua kutoka kwa binadamu kulipeleka Yerusalemu. Sanduku ile ambalo litaleta baraka, litaleta uponyaji, litaondoa tauni, litaondoa majanga, akaenda kulichukua kwa namna ya tofauti, akaacha kuliamini neno la Mungu linavyoelekeza. Kuna watu wengi wanaweza kusema nitafanya hivi kwa akili yake, anaacha neno la Mungu. Unaweza kaelekezwa kwa jambo fulani, unasema mimi nitafanya hivi tofauti na neno la Mungu. Hapo ndiko utakapokwamia njiani. Unaelewa wana wa Mungu? Hapo ndipo watu wanapokwamia wapi? Njiani. Daudi akalichukua, akatengeneza gari jipya. Unafikiri ulikuwa kama ana mawazo mazuri? Gari jipya ambalo halijatumika na ng'ombe wazuri. Akamwambia binadamu, watoto wako Ahio na Ohio na Uza, na waomba waswage hao ng'ombe mpaka Yerusalemu mjini mwa Daudi. Ikawekwa kwenye gari jipya, ikakokotwa. Ng'ombe hawakujua kwamba wanafanya utumishi, hawakujua wamembeba Mungu. Wanakwenda wanavyotaka, kwenye mashimo wanadumbukia, kwenye makorongo, kwenye barabara mbovu, wanakwenda wanavyotaka. Walipofika kwenye uga wa Nakori, Biblia inasema sanduku liliyumba. Uza alikuwa nyuma. Akasema hapa sasa linaenda kuanguka sanduku. Mungu, sanduku lako linaenda kuanguka. Ni kama alitaka kusaidia, aligusa. Na yeye Uza hakuruhusiwa kwa mujibu wa Biblia kuligusa, maana ilikuwa linaguswa na watu wa Lawi, makuhani waliowekwa wakifu kwa kazi hiyo. Alipoligusa, Bwana akampiga Uza saa ile akafa. Daudi akasema hili sanduku linakuwa ni nini? Linatisha. Limeua Uza. Daudi akawa anaogopa. Biblia inasema Daudi alipoona Bwana alivyomfurikia Uza ghadhabu, akapaita mahali pale Peresi Uza. Maana yake Bwana alimfurikia Uza ghadhabu kubwa. Aliyesababisha kifo cha Uza ni kutokuamini maandiko kwa Daudi. Na hata hivyo ilimsababisha yeye mwenyewe pia safari yake ilikwamia njiani, kwa sababu hakuamini neno la Mungu linavyoelekeza. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Ukisoma mstari wa 12 tulipoishia mstari wa 11 ukienda 12, inaonyesha Daudi alirudi kwa adabu na kwa kufuata neno la Mungu. Biblia aliandaa watu wa makuhani wa kabila la Lawi, akaenda kulitoa, akalifikisha Yerusalemu.
Nataka kukuambia mwana wa Mungu, kama kuna wakati unataka kufika mahali fulani, hautaki kwenda na neno la Mungu linavyokuelekeza, utakwama njiani. Lakini ukienda pamoja na Mungu na neno lake, utafika mahali unapotaka. Kama ni kwenye baraka, utafika kwenye baraka. Kwa kama ni kwenye kuinuliwa huduma yako, itainuliwa huduma yako ukienda pamoja na neno la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kwa kujiongeza ongeza. Siku hizo watu wanasema jiongeze bwana. Jiongeze. Hapa hakuna kujiongeza. Hapa tunatakiwa tulifuate kama ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jiongeze kwenye mambo mengine yatakao kusaidia kwenye maisha haya. Sio hapa kuongeza. Daudi alijiongeza akasema nitatengeneza gari jipya la kukokotwa na ng'ombe nzuri. Mungu hakuandaa utaratibu huo. Biblia inasema Daudi alikwama njiani miezi 3. Alikwama njiani. Alikwenda Yerusalemu miezi mingapi? 3. Biblia inasema alipolikabidhi kwa Obed-Edom Mgiti, alipolipokea sanduku la agano akaliweka nyumbani kwake, Bwana akambarikia Obed-Edom na nyumba yake yote. Ndipo Daudi akaenda kujipanga upya kuja kulipeleka Yerusalemu. Sio kitu cha kawaida, alijipanga sawasawa. Sasa ukisoma, hebu nisomee mstari wa 12. Hapo hakwenda na gari jipya tena, aliandaa watu wanaolibeba. Mstari wa 12, kisha mfalme Daudi akaambiwa ya kwamba Bwana ameibarikia nyumba ya Obed-Edom na vitu vyote alivyonavyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Basi Daudi akalileta sanduku la Mungu toka nyumba ya Obed-Edom mpaka mji wa Daudi kwa shangwe. Hata ikawa watu nasikia hapo, hata ikawa watu waliofanya nini? Waliolichukua sanduku la Bwana walipokwisha kwenda hatua 6, akachinja ng'ombe. Inatosha. Hata ikawa watu waliolichukua, sio ng'ombe tena wala sio gari. Mara ya pili alienda na watu. Na ukisoma maandiko mengine muda utoshi, aliandaa makuhani wa kabila la Lawi na waimbaji wa Walawi, akaandaa utaratibu vizuri kulipele. Na alikuwa anajua kwamba linabebwaje, lakini aliacha kuliamini neno la Mungu na kulitii kama linavyoagiza. Ilimgharimu njiani. Miezi 3 amekwama yuko nyumbani anajitafakari. Sijajua wewe umekwama mahali wapi na ni muda gani umekwama, mimi sijui. Lakini ukijitafakari vizuri, ukaenda na neno la Mungu linavyokuagiza, ukawa mwaminifu kama linavyokuagiza, unaweza kuanza safari tena kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Hebu tuangalie. Kuna wakati jambo lingine ambalo linaweza likafanya mtu akakosa kuamini neno la Mungu ni kwenye kusubiri. Kusubiri kila ambacho nataka kukifikia. Kila mtu ana maono yake hapa. Unataka kufika mahali fulani. Unataka kumiliki kitu fulani. Unataka huduma yako iende level fulani. Unataka uolewe, unataka uoe, unataka ajira, unataka kitu fulani katika maisha yako. Unamhitaji Mungu, unamuomba. Katika kusubiri, kama itakawia kidogo unavyofikiria wewe, inaweza kukugharimu kutokuamini neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Tunamwona baba yetu Ibrahim katika kitabu cha Mwanzo 16:1. Omba twende haraka. 16:1. Mwanzo 16:1. Mwanzo 16:1, neno la Mungu linasema, basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae.
umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanani miaka 10, akampa Abrahamu mmewe na awe mkewe. Inatosha, utasoma sana nyumbani. Tunaona kusubiri kwa Ibrahimu na Sara walipokuwa na umri wa miaka mingi, wamezeeka, wamesubiri. Lakini kumbuka, Ibrahimu alikuwa anajua Mungu alimwambia nitakubariki, uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni, mtoto wako utakuwa kama mchanga ulio ufuoni mwa bahari. Alikuwa anajua vizuri Ibrahimu, lakini katika kusubiri aliacha kuliamini neno la Mungu aliyemwambia. Uwe makini sana katika kusubiri mahali unataka kwenda. Uwe makini sana. Wengi anaweza kawa binti amesoma, ana vigezo vyote, anataka kufika mahali fulani, anataka ajira. Ili kama imepita miaka kadhaa tangu amemaliza chuo kikuu hajapata ajira, baadaye inatengenezwa njia ya mkato ambayo inakuondoa kuliamini neno la Mungu, na usipoangalia utaacha kumwamini Mungu, kajiingiza huko. Wafalme wa Pili, tuone matokeo ya mtu mmoja. Matokeo jamani yapo mengi. Ibrahimu, nimewaambia hivi, Orpa, nilisema Orpa yeye matokeo yake hata hatujui, maana habari zake zimefutika pale tangu alipombusu mama. Si ndio? Si ndio jamani? Ibrahimu baada ya kukubali kumchukua Hajiri amezalisha tatizo. Kwanza waligombana na mama, kuanzia hapo tu walianza kugombana mama. Mfukuze. Simrajui hizo habari jamani. Hii mnafahamu. Na mpaka leo kuna mgogoro ambao inaendelea kwa sababu ya tatizo la kutetereka imani ya Ibrahimu. Lakini tumsome huyu jemedari katika kitabu cha Wafalme wa Pili 7:17 hadi 20. Nitamaliza. Tutaenda kumwomba Mungu. Tutaomba waimbaji mtasogea, tumwabudu Mungu wetu. Nimefundisha somo ambalo linaeleweka vizuri, kuliamini neno. Some Wafalme wa Pili sura ya 7:17 hadi 20. Tutakuwa tunamaliza. Mungu linasema, naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo 2 vya shairi kwa shekeri na kipimo cha unga mzuri kwa shekeri, ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni akafa. Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Sawa jamani? Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Unajua Biblia, nimalizie kwa sema hivi. Biblia inasema kulikuwa na wenye ukoma 4 waliotengwa nje ya mji wa Samaria. Wakasema, wakaambiana, tunakufa kwa njaa hapa. Sasa si tuende mjini Samaria tukapata chakula. Walipokuwa wanasemezana wakasema hivi, mjini mwenyewe kuna njaa, hakuna chakula, wamejifungia muda mrefu. Kama walikuwa na story walianza kusema hivi, hata nimesikia wamekula mpaka na watoto wao na vichwa vya punda. Sababu hatuwezi kupata chakula. Sasa njia iliyopo tunyoshe moja kwa moja mpaka kwenye kambi ya Waashamu. Tutaenda pale, wakituhifadhi tutaishi, wakituua tutakufa tu. Wao walikuwa wanajua watakufa tu, mwanadamu amewekwa kuna wakati atakufa tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakaondoka. Biblia inasema alfajiri na mapema walipokuwa wanaondoka kwenda kwenye kituo cha Waashami, Mungu wa mbinguni wa ajabu aliwashikizisha majeshi ya Ben-Hadad mfalme wa Shamu
kishindo cha miendo ya magari ya mataifa matatu, wanasikia tik 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 tik, mbio wakakimbia, wakaacha farasi, wakaacha kituo, wakaacha silaha, wakaacha vyakula, wakaacha asali, wakaacha mavazi, wakakimbia mpaka kwenye vivuko vya mto wa Jordani, wakakimbia wakaenda mbali. Wale wenye ukoma walipofika kuingia kwenye hema ya kwanza, hakuna watu. Wachukua msosi, wanakula msosi wanachukua na nguo, wanaenda kuficha, wanarudi, wanaenda kwenye hema ya pili, wanakuta hakuna watu. Wanakula, wanafurahi. Asema sasa, mbona watu hawapo? Jeshi limeenda wapi? Sasa akasema hii, kuna neno moja naipenda, anasema hii ni siku ya habari njema, tuwapelekee ndugu zetu huko Samaria walikojifungia huko. Na walipokwenda, wakaenda wakagonga, walipogonga geti tu, gonga hodi, nani hapo? Askari mabawabu walinda milango wasema, ni nani? Sisi ni wenye ukoma 4. Mnasemaje? Maana wana hofu, wanafikiri ndio majeshi yanakuja, wanaishi kwa hofu. Waambia sisi tumeenda kwenye kambi ya Washami, tumekuta kituo hakina watu, kuna vyakula vimejaa tele tele. Wakaambia hawa ni kweli hii? Hawakuamini hata hilo neno. Wakakimbia kwa mfalme, mpelekea taarifa. Mfalme, eti wenye ukoma wale 4 walioko nje ya mji wamesema kituo cha Washami pale kwenye majeshi hakuna kitu, kuna vyakula, kuna kila kitu. Sasa mfalme, unaonaje? Mfalme akasema, mfalme naye akawa na tatizo la kutokuamini. Akasema, unajua wametengeneza ujanja tu, wametoka kwenye kituo kidogo ili sisi tutoke waje watukamate tu. Mfalme akaambia mfalme, kweli hapa tumetezeka na njaa baba, toa hata watu wachache kama sadaka tu, tufungue geti kidogo alafu tuwatoe. Wakahakikisha walitoa watu farasi wachache, geti lifunguliwa kidogo hivi, wakatolewa, wakarudishwa, wanaogopa wasivamiwe. Amewatoa wa sadaka. Umeenda kuangalia kweli mpaka kwenye vivuko vya mto wa Jordani, wamekimbia, wanaacha viatu njiani, nguo nzito wamezitupa, wakijua kwamba kuna majeshi. Walisema mfalme wa Israeli amewakodisha mfalme wa Wahiti na wa Misri na yeye mwenye mataifa mangapi? 3. Kumbe ilikuwa ni miendo ya wenye ukoma wanaoteseka, walio katika vidole, wanaenda kwa Washami. Mungu alionyesha kishindo cha miendo ya magari ya majeshi matatu, mfalme wa Wahiti, mfalme wa Misri, mfalme wa Israeli. Mungu huyu anaweza kusitisha kishindo hata kwa maadui zako. Wakakisikia kishindo hicho kwa jina la Yesu. Haleluya. Anaweza. Kazi yako ni kumwamini tu. Kazi yako ndio hiyo. Hajakupa kazi nyingine. Kazi yako ni kumwamini yale anayokuagiza. Haleluya. Waisraeli walipoletewa habari na wale askari, wakaambiwa ni kweli mfalme hawapo, wameondoka, wamekimbia, hawapo, tumekuta nyayo zimefukua jangwa huko, wamevuka kwenye vijito kwenye kivuko cha Jordan, hawapo. Ndipo geti likafunguliwa, lote la Samaria. Wametoka watu waliokula watoto wao humo, wametoka watu waliokula mavi ya njiwa, toka watu waliokula vichwa vya punda siku za kutosha, wanatoka wanakuta kuna chakula kingi. Mfalme akaweka taratibu, chikusanyeni chakula hicho chote, kiwekeni langoni pa Samaria pale. Kikawekwa, lango limefunguliwa, kimerundikwa chote cha majeshi ambao walijipanga pengine miaka mingi tu kukaa hivi, wanasema wataozea ndani humo. Biblia inasema akamweka yule akida ambaye hakuamini kugawa chakula hicho, akawa na watuliza, tulieni mtapata wote, chakula ni kingi. Imani imetoka wapi? Mbona ulisema hata Mungu akitengeneza madirisha mbinguni haiwezi kutokea? Tulieni mtapata wote. Watu wamekula watoto wao, watu wametezeka na njaa, watakusubiri. Walikuwa wanakuja, tulia. Wanakuja, tulieni. Wanakuja, wakamvamia, akaanguka, wakapita juu, akawa anakanyaga. Biblia inasema akakanyagwa, akafa langoni. Ikatimia lile neno ambalo aliambiwa, utaona lakini hautakula. Alikiona chakula langoni pale. Nataka kukuambia hivi, tukiacha kuliamini neno la Mungu, atatuletea neno lingine. Sasa ile tusilisubiri. Sawa jamani? Tusisubiri watumishi wa Mungu neno lingine. Mungu anataka tuamini jambo fulani, tukigoma kuamini ataambia basi kutakuwa hivi. Sasa hii hapa ni shida kweli. Si ndio jamani? Naomba tusimame. Simame tumwabudu Mungu wetu.
Kaa kwa kuliamini neno la Mungu katika maisha yako. Mungu anaweza kuwasikisha hata maadui zako kishindo. Hajashindwa. Anatengeneza njia mahali pasipo na njia. Mahali ambako wewe unaona ni mwisho, yeye anaweza kutengeneza njia. Yuko tayari kukuhudumia. Waimbaji, haraka, naombeni mfike mara moja tumwabudu Mungu. Muda wetu umeisha. Muda wangu umeisha wa kuhubiri. Naomba sasa tusimame wote, tusimame tumwabudu Mungu. Nimekufundisha neno rahisi ambalo linaeleweka kwa urahisi. Kaa muamini Mungu. Akikuagiza chochote uko kanisani unamwabudu Mungu, Mungu anakufundisha jambo fulani, ifanye kama anavyoagiza. Inua mikono yako tumwabudu Mungu. Haleluya. Inua mikono yako mwabudu Mungu leo.